Leo hii tunataka Bwana adhihirike kwa kitu kipya. Sema Bwana, naomba tusahau shida tulizopata huko nyuma. Tusahau ukiwa tuliobeba, utupu tuliobeba, giza tulilolibeba huko nyuma. Tusahau. Wewe ufanye kitu kipya. Kidhihirike kwetu kwa jina lako na kwa nguvu zako peke yako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Neno la msingi leo hili ni katika Isaya 43. Nitakwenda kusoma ule mstari wa 18 mpaka 21. Sema Isaya. Kitabu cha nabii Isaya 43 tangu ule mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 40 na mpaka ule mstari wa 21. Isaya 43 mstari wa 18 mpaka 21. Tutasoma katika jina la Bwana Yesu. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu. Watumishi wa kondeni wataniheshimu jina langu. Bwana pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha. Sema kuwanywesha watu wangu, wateule wangu, watu wangu niliojiumbia nafsi yangu ndani yao, ili walitangaze sifa zao. Ili wazitangaze sifa zao. Haleluya. Kwa hiyo umeumbwa ili utangaze sifa za Bwana. Umeumbwa utangaze sifa za Bwana. Umeumbwa udhihirishe utukufu wa Bwana. Sema amen. Sema nimeumbwa ili nidhihirishe sifa za Bwana, utukufu wa Bwana. Udhihirike pale aliponiweka. Udhihirike pale ninapokaa, kwa sababu aliumba kwa mfano wake na kwa sura yake, ili zitangaze sifa zake. Haleluya. Kwa kuumbwa tu ile ule na kunywa, hapana. Uliumbwa ili usitangaze sifa zake. Uliumbwa umiliki, uliumbwa utawala kwa niaba yake. Uliumbwa ili viumbe vyote chini yako, vilivyoumbwa chini yako na yeye Bwana, vimtukuze Bwana. Amen. 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 Ndio sababu Paulo anasema katika Waefeso mlango ule wa kwanza. Waefeso mlango ule wa kwanza mstari ule wa 13 na 14. Anazungumza Paulo kwa Waefeso, anasema, nani pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni wa urithi wenu, ili kuleta sifa, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Sema ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Sasa Mungu atarajii kiumbe kingine chochote, atarajii mtu mwingine yeyote, isipokuwa wewe na mimi tudhihirishe sifa ya utukufu wa uumbaji wake. Amen. Ili mtukuze yeye. Kwa sifa zote za Mungu zinapita kwa mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Hasipiti kwa mnyama, hasipiti kwenye miti, hasipiti kwenye kiumbe kingine chochote alichokiumba.
zinapita kwa mtu aliyemuumba kwa mfano wake na kwa sura. Haleluya! Na ndizo nataka uelewe kwamba hakuna nguvu zote za giza kama lengo lako ni kumsifu Bwana na utukufu wake kudirika Tanzania, ambazo zitashinda. Kwa sababu atasimama kwa niaba yako, atakubeka, atakaa nyuma yako, atakutia nguvu pale ambapo una nguvu, atakupa cha kusema pale ambapo unaogopa kusema, atakusimamisha katika roho, nafsi na mwili. Lakini lazima uamue kwamba unataka kumwishia Bwana. Ni lazima uamue kwamba unataka kumwishia Bwana. Nataka kuuliza na wewe, ni nani anatafuta kumwishia Bwana? Nani anataka maisha yake, roho yake, nafsi yake imwishie Bwana? Bwana awe sababu ya anaishi. Awe sababu kwa nini anaishi. Ndani yako Mungu anaona kila kitu. Anaona kila kipunje cha damu yako. Anaona kila kipunje na mafikao utakayofikiri December, Christmas, anaona. Siku leo utakapokufa anaona. Nyimbo zitakazoimbwa ataona. Sema Bwana anaona vyote. Tangu mwanzo mpaka mwisho. Na mwenye simama katika kusali. Mungu atakusimamia hatua baada ya hatua. Ukiwa mzee ama kijana atakusimamia. Kwa nini? Umeumbwa kwa kusudi la kudhihirisha sifa zake. Haleluya! Haleluya! Tena usidhihirishi kwa namna yoyote ile, kwa namna ya jinsi unavyopenda. Au nguvu zako ama nguvu za kimwili. Hapana. Unadhihirisha kwa nguvu za roho wake mwenyewe. Roho wake anania kama roho wako alivyo na nia. Sema roho Bwana. Roho Bwana ndiye anadhihirisha nguvu zake. Kupitia mimi aliyeniumba kwa mfano wa roho wake. Kwa mfano wake ambaye ndiye roho wake, ili azidhihirishe hizo nguvu kwa roho wake aliye ndani yangu. Aliye ndani yangu. Je, ujui kwamba mwili wake umekuwa hekalu la Roho? Ndio sababu Roho Bwana anataka kwako ili akuendeshe katika sheria yake, akuendeshe katika udhihirisho wa utukufu wake. Anasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, ila ni kwa Roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana mwenye huyo Roho adhihirishaye nguvu. Haleluya! Haleluya! Watapigana kimwili, watapigana kwa harufu, watapigana kwa kila kitu wanachoweza kupigana nacho. Lakini jina la Bwana, Roho Bwana ndani yako atakushindia. Atakushindia. Lakini lazima umwambie Bwana, nitume mimi. Nitume mimi. Sema nitume mimi. Nisaidie mimi. Kwa sababu nimejitoa Bwana. Sisi tunajivika laana kwa kujaribu kufikiri kwamba tunaweza kufanya chochote sisi wenyewe. Hatuwezi. Anasema katika Zaburi sample, huwezi kujiumbia hata nchi moja ukitaka. Yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Maana anabeba nguvu zote. Alikuweko, aliyeko, atakayekuweko milele. Amen. Huyu Yesu, sema huyu Yesu ninayemwabudu, niliyemkiri, ambaye roho wake yuko ndani yangu, ambaye nia yake yuko ndani yangu, alikuwako kabla ya kuwekwa msingi wa ulimwengu huu. Maanake hakuna chochote katika ulimwengu, kiwe mti, kiwe dudu, kiwe virusi vya malaria ama whatever, ambacho kiliwekewa kile chochote kilipokuwa na Kristo Yesu Bwana. Haleluya. 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 Sema kusudi la Bwana. Na kile Bwana alichokiazimia ndicho kitakachosimama. Na atasimama mwenyewe kwa nguvu zake. Haleluya. Haleluya. Hebu fungua na mimi Isaya 14. Isaya, kitabu cha nabii Isaya mlango wa 14.
nabii Isaya mlango ule wa 14, tukasoma ule mstari wa 24 mpaka 27. Haleluya. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ulipo niruhusu nije duniani huko. Tena nije Tanzania. Kuna kitu uliazimia. Kuna kitu uliazimia. Na kuomba ukidhihirisha sasa kwa nguvu zako. Isaya 14 mstari ule wa 24. Bwana wa majeshi ameapa akisema. Bwana wa majeshi ameapa akisema, hakika yangu kama vile nilivyo azimia ndivyo itakavyokuwa, na kama nilivyokusudia ndivyo itakavyotokea, kwamba nitamvunja huyo Mwashuri vipande katika nchi yangu, na juu ya mlima wangu nitamkanyaga chini ya miguu yangu. Ndipo nira yake iliyo juu yao itakapoondoka. Ndipo nira ile mwovu shetani iliyoko juu yako, iliyoko juu yangu, iliyoko juu ya Tanzania itakapoondoka, na mzigo wake utatoka. Mzigo mabegani mwako, mzigo mabegani mwa Tanzania, mzigo wa begani mwa mgonjwa aliye na virusi, mzigo wa shetani ulio katika mabegani mwa mtu aliye maskini utatoka. Hilo ndilo kusudi. Sema hili ndilo kusudi. Lililokusudiwa duniani mote, Tanzania yote. Na huo ndio mkono wa Bwana ulionyoshwa juu ya taifa hili na juu ya mataifa yote. Maana Bwana wa majeshi amekusudia. Nani atakayelibatili? Nani atakayelibatili? Na mkono wake ulionyoshwa ni nani atakayeugeuza nyuma? Haleluya! Hebu tusome neno lote kama na Biblia kama unafungua kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Amen. Bwana wa majeshi umesema. Na hapa umeapa ukisema, hakika yangu kama vile nilivyokusudia ndivyo itakavyokuwa Bwana. Na kama ulivyokusudia ndivyo itakavyotokea Bwana, kwamba utamvunja huyo Mwashuri vipande katika nchi hii yako. Na juu ya mlima watu wanaomba, juu ya mlima wangu, mlima wa Sayuni, nitamkanyaga chini ya miguu yenu. Ndipo nira yake, ndiyo nira yake ile mwovu shetani iliyo juu yao, iliyo juu yetu, iliyo juu ya Tanzania itakapoondoka, na mzigo wake yule mwovu shetani utatoka mabegani mwao. Ndilo kusudi lililokusudiwa na Bwana duniani mote, duniani yote. Maana Bwana wa majeshi amekusudia. Naye ni nani atakayelibatili? Ni mkono wake ulionyoshwa. Ni nani atakayeugeuza nyuma? Na nyosha mkono wangu juu mbinguni Baba. Nyosha mkono wangu juu mbinguni. Nyosha mkono wangu juu mbinguni. Nyosha kabisa. Nyosha Baba. 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 Funga macho yako. Sema Baba. Umetoa hili neno. Kama unataka kudhihirisha kwetu kwa uwezo wako, utuburudishe, utuwekee jambo jipya, utuwekee
ndivyo nilivyokusudia. Ndivyo nilivyokusudia. Tena ukatupa ujumbe kwamba nitakuja, ninakuja, na nimekwisha kuja katika nchi hii. Nitaitikisa na kile kinachosimama katika nchi yangu, katika neno lako, ndilo litakalosimama. Simamisha kusudi lako Bwana, uiokoe taifa lako takatifu. Ubariki viongozi wake, waongoze viongozi wake, wawekee hekima, wawekee hekima, wawekee ufahamu, wawekee ushauri utokao kwako, wawekee maarifa, wawekee uwezo wa kudhihirisha kiini cha ufalme wako ulio utafsiri kwamba ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu, katika Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Sema Bwana maini, Bwana anazimia, naye atatenda, naye atatimiza kwa jina lake, kwa Roho wake. Amshangilie Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amai tuseme Isaya mlango wa 63. Isaya 63 ndio Roho wake. Isaya 63. Mstari wa 10 mpaka 14. Kuhuzunika kwetu kunatokana na kutokumtii Bwana. Amen. Amen. Nataka uelewe kwamba shida zote ambazo umeingia huko nyuma, ama mimi nimeingia, zimekuja kwa sababu ya tulimwasi Bwana. Na leo anatoa hili jambo hili akasema katika Isaya 63:10. Lakini wakaasi wakamhuzunisha Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo akawageukia, akawa adui, akapigana nao. Ndipo alipozikumbuka siku za kale, siku za Musa na watu wake, akisema, yuko wapi yeye aliyepandisha toka baharini palipo na wachungaji wa kundi lake? Yuko wapi yeye aliyetia kati yao Roho yake Mtakatifu, aliyewaongoza kwa mkono wake mwenyewe uliotukufu, mkono wa kuume wa Musa, aliye mpelea, aliye yatenda maji mbele yake, ili ajifanyie jina lake la milele, aliyewaongoza vilindini kama farasi jangwani wasijikwae, kama ng'ombe washikao kondeni, Roho ya Bwana ikawastarehesha. Ndipo ulivyowaongoza watu wako, ili ujifanyie jina lenye utukufu. Sema, ili ujifanyie jina lenye utukufu. Jina lenye utukufu. Bwana anapenda kulifanyia jina lenye utukufu mahali hapa pa Tanzania. Na ataanza na wewe. Wewe uliye na Roho wake, uliye na nia yake, unayataka kusimama kwa utukufu wa jina lake. Amen. Amen. Na utafanya kwa sababu ya nguvu zozote ulizojivika za Mungu mwenyewe. Hapana. Utafanya kwa nguvu zitokazo kwake, utafanya kwa ndani ya kusudi lake, utafanya kwa kile alichoazimia kufanya. Amen. Amen. Na kama uko tayari atafanya, utajua njia zake, kwa sababu njia zake si njia zako.
wala mawazo yako si mawazo. Amen. Kitu ambacho nataka kujua leo hii ni kama wewe kama uko tayari kuenenda katika kusudi lake, kujitoa ili uwe njia yake kuja, kujitoa ili awe wewe uwe hekalu lake, mahali anapokaa ili aweze kufanya kile anachotaka kufanya. Sema Mungu anatafuta kiti, anatafuta mahali atakapokaa afanye kila ambacho anataka kufanya. Haleluya. Nani anataka roho yake, nafsi yake na mwili wake uwe kao la Bwana, uwe kao la Bwana. Sasa kama unataka nyosha mkono wako juu, useme, funga macho, sema Bwana na ukaribisha kwa roho wako akae ndani yangu. Roho wako akae ndani yangu, aniendeshe katika sheria zako, katika nia yako, kama ulivyosema kwamba utatia nia yako ndani mwangu na neno lako ndani yangu. Neno lako limebeba nia yako na roho wako adhihirishaye hiyo nia, aniendeshaye mimi nitimize kwa uwezo wako kusudi lako, kusudi lako hicho ulichokiazimia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Bwana Yesu.